You're very passionate about breast cancer. We know that breast cancer is #1 leading cause of cancer in this country, and I believe it's something that can be prevented. Tunaona wagonjwa wengi na sababu zao za kuchelewa watakuambia, nilipoenda elezea watu familia tulikuwa na vitu zingine za kufanya badala ya kuja hospitali. Other priorities that were competing. And therefore, to encourage people to come early to hospital, lazima kama familia tusikizane kuwa this is a problem that needs an attention. And that is where the role of the man in a family comes into play. Mzee akiamini mama asikii vizuri, si atamu-encourage enda hospitali. Tukificha tukiwa na shida, mzee haezi jua kuwa kuna shida nyumbani. Na hata hivyo, tukiongea juu la titi lina functions mingi. Tuna mama hapa ambao wananyonyesha watoto, hiyo ni sababu ya titi. Pia titi is a sexual organ, ambayo tunajua vizuri sana. Na kama una mpenzi wako, anaweza kawa mwanaume, anaweza kawa mwanamke. Nchi imebadilika, sivyo? Basi ni yule mpenzi wako pia, kama ni anaitumia kama sexual organ, pia anaweza kugundua kuwa kuna shida, sivyo? Nina wagonjwa ambao wamekuja akaniambia, mpenzi wangu aliniambia kuna uvimbe fulani katika titi ambayo sikusikia mara ya mwisho tulipoonana kuna shida gani, na wewe ukijishika unagundua kuwa kuna shida. Na hivyo ndivyo His Excellency is referring to. I also believe because he has access to a lot of people, he will be the best person to help us increase awareness about cancer and early prevention. So I encourage you, Your Excellency, every time you get a chance, encourage people to examine themselves and be present early for screening. Thank you. Ni titi ni la mapenzi. Ukishika mtu titi, mapenzi inafanya nini? Daktari, asante. This is very good. And I'll continue. As a governor, I'll be doing all these things. And I can tell you, among the few doctors in the country ambao